alivyohifadhiwa kaburini. Haleluya, haleluya. Ndiyo nia yangu upate kitu ambacho nataka tukifanya siku ya Jumamosi ya leo. Biblia inasema Yesu alipokufa ilibidi afanyike mazishi ya hadhi yake. Haleluya. Ilibidi afanyike mazishi ya hadhi yake. Nilikwambia jana, mwanadamu anapokufa anapoteza thamani yake, lakini Yesu kwa sababu alikuwa amebeba ukuu, ilibidi hata maziko yake yabebe hadhi ya ukuu, kwa sababu yeye alikuwa ni mfalme wa ulimwengu. Na hata wale Wayahudi waliokuwa wanamsulubisha waliandika pale, wakasema huyu ni mfalme wa Wayahudi. Walifanya kitu ambacho hawakijui, na Biblia inasema tajiri wa Arimataya. Hebu sema tajiri, sema tajiri. Nakwambia hata matajiri wao wanamtumikia Mungu. Haleluya. Usijidanganye kwamba eti matajiri hawamtumikii Mungu. Watu ambao wana fedha zao, wanaojifanya kwamba hawezi kumtumikia Mungu, wanajidanganya. Maana Biblia inasema wako matajiri ambao wanamcha Mungu. Ninaweza nikakupa orodha ya matajiri wengi duniani ambao wamemtumikia Mungu tangu enzi za Biblia. Biblia inamzungumza tajiri mmoja anaitwa Ibrahimu, ambaye alikuwa ni tajiri mwenye mali nyingi sana, hata watoto wake wakarithi utajiri ule. Lakini Biblia inazungumza kwa habari ya tajiri mmoja ambaye alikuwa anaitwa Kornelio, ambaye alikuwa ni mcha Mungu mzuri sana, anatoa sadaka sana, anaomba sana. Hata Biblia inasema kwamba maombi yake yakafanyika kwa ukumbusho mbele za Mungu. Haleluya, haleluya. Wewe kapuku, hata pesa huna, unajidai kwamba eti hakuna kuokoka. Ninakwambia matajiri wanaokoka na wanamtumikia Mungu aliye hai. Haleluya. Mazishi ya Bwana Yesu yakachukuliwa hadhi ya kifalme. Tajiri Yusufu Arimataya anaenda kumzika mfalme wa wafalme. Haleluya, haleluya. Biblia inasema alikuwa amechonga kaburi la thamani kubwa, ikabidi aende kumchukua Yesu. Biblia inasema alikuwa ni mafunzi wa Yesu. Yohana sura 19:34 inasema yeye alikuwa ni mwanafunzi wa siri wa Yesu, kwa sababu Yusufu Arimataya alikuwa ni kiongozi wa Yahudi. Kwa unaweza ukaona hatari aliyokuwa nayo kisiasa na kijamii, kwa sababu Wayahudi walikuwa hawamkubali Yesu. Kwa hiyo, lakini ulipofika muda sasa wa kudhihirisha imani yake, tajiri Yusufu Arimataya anaenda kumwambia Pilato, anambia ninaomba mwili wa huyu Yesu Mnazareti, nataka nikamzike. Pilato, Biblia inasema akaamuru apewe. Haleluya. Akaamuru apewe. Yusufu tajiri wa Arimataya akamchukua, akaenda akamstiri Yesu kwenye kaburi la thamani sana. Hebu mpe Bwana makofi na vigelegele kwa ajili ya hilo. Hata kama watu hawakuthamini, ninaomba Mungu ainue mtu wa kubeba thamani yako kwa jina la Yesu. Hata kama watu hawathamini thamani yako, Mungu akuinulie watu wa kubeba thamani yako katika jina la Yesu. Wakaenda wakamfunika, wakamhifadhi. Akachukua sanda ya thamani kubwa sana, akaenda akauhifadhi mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo katika kaburi la thamani sana. Haleluya, haleluya. Na Biblia inasema wale walinzi sasa kwanza wakaviringisha lile kaburi, wakaweka jiwe kubwa pale kufunika lile kaburi, na Yusufu akaondoka zake. Na angalia kitu ambacho kimefuata. Lakini angalia wanawake Mariamu na Magdalena, naamini na wanawake wengine, Biblia inasema walikuwa wameketi kwenye lile kaburi, wanashuhudia maziko ya mfalme wa wafalme. Haleluya, haleluya. Yesu hakutupwa tu kwamba hili limekufa, ngoja tukalichimbie tu makaburi ya halaiki. Hamna, alizikwa kwa heshima yake. Haleluya. Endelea sasa uione historia hii ya Jumamosi ya leo. Hata siku ya pili ambayo ilikuwa ni Jumamosi sasa. Haleluya. Ndiyo iliyo baada ya maandalio. Ndiyo. Wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato